Baada ya Jiro kutoka kule ofisini kwa mpenzi wake, akafika nyumbani na kumkuta Priya yuko kitandani anaperuzi mtandao. Priya alimuuliza Jiro, binti mrembo, umerudi? Lakini Jiro hakujibu chochote, akibaki tu kumtazama kwa hasira. Priya akauliza tena, vipi, kila kitu kiko sawa? Jiro akamuuliza Priya kwa ukali, tangu lini umeanza mazoea na mpenzi wangu? Priya akashangazwa sana na swala hilo. Jiro akaendelea kusema, tukiwa hapa nyumbani hutaki kupika, lakini nikitoka kumbe ndio unapata chansi ya wewe kupika na kumpelekea mpenzi wangu chakula. Ujiona ofisi nyingine kwani? Unajua sikuelewi, unamjali wewe kama nani yule? Hapana, kama siwezi kufanya hicho unachofikiria. Nitazame, siwezi kufanya kitu hicho hasa kwako. Nilimtembelea tu kwa sababu ni rafiki yangu, nisamehe sana Jiro. Basi Jiro alimsamehe Priya. Siku iliyofuata Jiro alikuwa amekaa sebuleni anajisomea kitabu. Brian akaingia. Tukumbuke huyu ni mpenzi wa Priya. Mambo, Brian alisema. Niko poa. Samahani, Priya yuko wapi? Ametoka nje muda sio mrefu. Ametokaje wakati nimemwambia nakuja? Labda kasahau. Kasahau vipi wakati nimemwambia muda sio mrefu? Brian ikabidi atoe simu ampigie Priya, lakini haikupokelewa. Usijali bwana, Priya yuko kwa ajili yako. Inawezekana kuna kitu amefuatilia nje ila atarudi, alisema Jiro. Mwamba ikabidi atulie tu. Hakukuwa na namna yoyote hiyo. Na kwa kuwa Jiro ni mchangamfu, basi stori zikaanza. Asubuhi wakati Jiro anajiandaa kuelekea chuo, akashangazwa sana kumuona Priya akiwa bize tu na simu. Vipi leo huendi? Nitaenda mchana, wewe tangulia. Priya baada ya kuona rafiki yake ameondoka, akatoa wigi, akaendelea kuchatika kitandani. Sijui ni penzi jipya hili wanangu. Haya, wacha tuendelee. Baadaye Priya alitembelewa na mpenzi wake Brian. Priya, kwa nini unanifanyia hivi? Nakufanyia nini? Usijifanye ujui ninachozungumza. Kwani nilikwambia tuonane wapi? Na kwa nini unaondoka uniambii? Priya akasema, Brian, niko hapa kwa ajili ya kusoma. Natakiwa niwe shule, sio kukaa hapa. Jibu zuri. Priya, mara nyingi sana unakosa masomo bila hata sababu. Na mbona leo asubuhi hujaenda shule na unajua kuwa kuna testi? Priya alipatwa na hasira zaidi. Subiri Brian. Siniambie hivyo mimi. Nisikuambie kwa nini? Wakati natakiwa kukutazama wewe vizuri. Sasa sina ada. Kwa hiyo ndio sababu asubuhi nimekosa mtihani. Priya, uliniambia kuwa baba yako amekupa pesa ya ada. Priya alicheka kwa dharau. Kwa hiyo ile pesa yote ndio iende chuo? Vipi kuhusu madaftari? Vipi kuhusu dokumenti zangu? Mimi mwenyewe kutumia, nani atanilipia hivi vitu? Brian akawa mpole. Ila Priya alimtaka aondoke kwa sababu amechoka, anahitaji kupumzika. Priya akaelekea zake chumbani. Sasa wakati Brian anaendelea kuwaza, Jiro akaingia. Alishangazwa sana kumkuta Brian kwenye hali hii. Brian akamwelezea mwanzo mwisho Jiro. Jiro akasema, ngoja nikazungumze naye. Jiro baada ya kuingia chumbani akamuuliza Priya, mbona mwenzako analalamika? Unamfanyia vitu vibaya? Priya akasema, hiyo ni biashara yake, hainihusu. Jiro, niko kwenye changamoto kubwa sana, nahitaji msaada wa kifedha. Jiro akamwambia Priya, sikia Priya, yule hajaajiriwa bado, hivyo vumilia. Haiwezi kuwa hivyo miaka yote, atapambana kukupa kile ambacho anakiweza. Nimechoka kusikia hicho kitu, yaani hakuna chochote ninachopata kwenye haya mahusiano. Je, wewe ulishawahi kudeti na kapuku kama Brian? Jiro alishangaa sana kusikia maneno hayo, lakini Priya aliendelea kusisitiza kuwa amechoshwa na mahusiano hayo. Priya akatoka hata bila kuongea na Brian ambaye alikuwa sebuleni. Kama kawaida, Jiro alibeba jukumu la kumpoza, kuendelea kumpa maneno ya uvumilivu. Siku iliyofuata Brian hakuchoka, akampigia simu Priya akimjulisha kuwa kuna kiasi kidogo cha pesa amekipata ili kusaidia kujazia ada ya shule, lakini pia hakuonyesha kabisa ushirikiano. Akajifanya mtandao unasumbua na kukata simu yake, kisha akaondoka zake. Baadaye Brian akafika wanapoishi Priya na rafiki yake, lakini cha kushangaza, baada ya kumuulizia Priya aliambiwa ametoka. Nahisi Priya amefika mwisho wa haya mahusiano, lakini swali ni kwa nini? Pole sana, kwani hajakuambia kwamba atatoka? Hajaniambia, na nilimwambia kuwa anakuja. Ila nitaongea naye, alisema Jiro. Muda huo pia akarudi, hivyo Jiro akamwacha Priya azungumze na Brian. Sikia Priya, kama umechoka kwenye haya mahusiano niambie. Haiwezekani kila siku nazungumza kitu hicho. Muda sio mrefu nimekuambia, lakini bado unafanya hivyo. Nisikilize, hapa natakiwa kwenda kwenye interview muhimu, hivyo nahitaji utulivu wa akili yangu, sio kuendelea kuishi kwenye haya maigizo. Interview gani hiyo? aliuliza Priya. Brian akasema, nimepokea simu kule nilipopeleka maombi wiki iliyopita. Sasa hapa Priya aliposikia tu interview, akili ikaruka, ikabadilika tena, akaanza kumpenda tena Brian kwa sababu anajua pesa zipo karibu. Brian aliendelea kukazia kuwa hahitaji tena maigizo, na pia aliomba msamaha naye akaisha. Sasa upande wetu tunamwona dogo mmoja amebeba begi akiulizia anapoishi Priya. Huyu ni mdogo
mdogo wake na Priya ambaye anaitwa Daniel. Mara mlango unagongwa. Priya akauliza, wewe ni nani? Baada ya kungua anamuona mdogo wake. Umewezaje kufika hapa wewe Daniel? Daniel akasema, nimezunguka sana hadi nimefika hapa. Ehe, niambie, umefuata nini? Nani alikwambia uje hapa? Ikumbukwe huyu binti hapa anakaa na rafiki yake na vitu vingi sana anasaidiwa na Ejiro. Sasa inakuwaje na ndugu yake anakuja kukaa hapa hapa? Daniel alimwambia Priya kuwa ipo sababu kubwa sana ya yeye kuwa pale. Dada, baba amekufa. Daniel alizungumza kwa upole. Tulijaribu kukutafuta hata kabla hajafa, lakini namba yako ya simu haipatikani. Pia alipatwa na maumivu makubwa sana baada ya kusikia taarifa ya kumpoteza mtu pekee ambaye anahusika kwenye kulipa ada yake ya shule. Baba, umenifanyia mambo mazuri sana kuanzia nikiwa mtoto. Asante baba, umepambana sana ili upone, lakini imeshindikana. Naamini nitafanya makubwa kwa ajili yako baba. Nashukuru sana babangu kwa kunijali, kwa kuniheshimisha na kwa kunipambania baba. Nitaenzi vitu vyako vyote ambavyo ulikuwa ukinifunza. Baadaye alimweleza rafiki yake Ejiro. Ejiro alimpa pole sana, lakini pia alilia sana, akimwambia Ejiro kwamba baba kwake alikuwa kila kitu, kwa sababu mama hakuwa na kazi yoyote, lakini baba yake ndio alikuwa anapambana kwenye kila kitu pamoja na kulipa ada. Ejiro alimpa sana pole. Vipi kama utaanzisha biashara kwa sasa? Aliuliza Ejiro. Najua kuwa wewe ni mwanafunzi, hivyo utakuwa unafanya online. Sina kiasi chochote cha pesa, wala mimi sio kama wewe kwamba nitakuwa na mwanaume ambaye atanifadhili mimi, hivyo siwezi kufanya hivyo. Sawa, nitakupa pesa kutoka kwenye akiba yangu ambayo utaitumia kuanzisha biashara hiyo. Pia alifurahi akimshukuru Ejiro kwa moyo wake na upendo wake. Sasa hapa tunamwona Ejiro ana moyo sana wa msaada, lakini je, huyu anayemsaidia? Tuendelee mbele tutafahamu mazito. Daniel siku yake ya kwanza mjini anapiga msosi kama hajawahi kula toka zaliwe. Ejiro akamuuliza Daniel, lini sasa utarudi kwa baba mkubwa? Daniel akasema, hata sijui, maana mama alimwambia kuwa hakuna wa kumsaidia kijijini akiendelea kukaa huko. Jambo hilo liliendelea kumuumiza sana Priya mpaka akashindwa ku. Hivyo Daniel akaona sio vibaya kumsaidia dada. Hapa tunamwona Priya akiwa tayari ameshaanza biashara yake ya mtandaoni. Akiwa anaendelea kurekodi video, Daniel akaingia na kuanza kuleta utani wakati mwenzake yupo kazini. Samahani nikuulize swali, mbona muda mwingi uko na simu? Daniel aliuliza. Priya akasema kwamba kabla baba hajafariki alikuwa akinipa pesa ya kulipa ada na mambo mengine, lakini leo hayupo, hivyo naona kila kitu kimeisha kwangu. Daniel aliishia kucheka. Pia akaendelea kusema, kwa sasa nafanya biashara mtandao, hivyo lazima ni focus na internet. Sasa kwa nini huna mwanaume tajiri? Aliuliza Daniel. Tukutane kipengele kingine. Usisahau kusubscribe, like, share, kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.